Mashambulizi ya hivi karibuni yaliyodaiwa kufanywa na Irani yameharibu kwa kiasi kikubwa mifumo miwili muhimu ya rada ya kijeshi ya Marekani iliyoko katika nchi ya Ghuba, hususan Qatar na Bahrain. Rada hizo zilikuwa sehemu ya mtandao wa ulinzi wa anga unaotumika kufuatilia makombora, ndege za kivita, vitisho vinginevyo vinavyoweza kutokea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa za wachambuzi wa masuala ya kijeshi, uharibifu wa rada hizo unatarajiwa kuwa na athari kubwa kwa muda mrefu, kwani mchakato wa kuzirejesha au kujenga mifumo mipya unaweza kuchukua muda mrefu pamoja na kugharimu fedha nyingi. Miongoni mwa mifumo iliyoathirika ni rada inayotengenezwa na kampuni ya ulinzi ya Marekani Raytheon. Wataalamu wanasema kuwa ujenzi upya wa mfumo huo unaweza kuchukua kati ya miaka 5 hadi 8 kukamilika. Zaidi ya hayo, gharama za kujenga upya rada hiyo zinakadiriwa kufikia takriban dola bilioni 1 za Kimarekani, kiwango kinachoonyesha ukubwa wa uwekezaji unaohitajika kurejesha uwezo wake wa awali. Kwa upande mwingine, rada inayohusishwa na kampuni ya teknolojia ya ulinzi ya Lockheed Martin inaweza kuchukua muda mfupi zaidi kujengwa upya ikilinganishwa na ile ya Raytheon. Taarifa zinaonyesha kuwa ujenzi wake unaweza kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 12 hadi 24, huku gharama zake zikikadiriwa kufikia kati ya dola milioni 50 hadi 75 za Kimarekani. Hata hivyo, changamoto kubwa inayozuia urejeshwaji wa haraka wa mifumo hii ya rada ni upatikanaji wa baadhi ya malighafi muhimu zinazotumika katika teknolojia ya kisasa ya rada. Wataalamu wanasema kuwa takriban 98% ya madini ya gallium yanayotumika kutengeneza vifaa vya kielektroniki vya rada hutegemea uzalishaji kutoka nchini China. Madini hayo ni muhimu sana katika utengenezaji wa vifaa vya hali ya juu vya mawasiliano na rada za kijeshi. Kutokana na utegemezi huo mkubwa, inakuwa vigumu kwa Marekani au washirika wake kubadilisha haraka mifumo iliyoharibiwa bila kuhakikisha kwanza upatikanaji wa malighafi hizo muhimu. Wakati gharama za kurejesha mifumo hiyo ya rada zikiwa kubwa sana, wachambuzi pia wameangazia tofauti kubwa ya gharama kati ya teknolojia ya ulinzi wa silaha zinazotumika kushambulia. Inadaiwa kuwa baadhi ya ndege zisizo na rubani, yani drone, zinazotumiwa na Irani zina thamani ya kati ya dola 20,000 hadi dola 35,000 tu kwa kila moja. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa Irani ina idadi kubwa ya drone hizo, ikikadiriwa kufikia zaidi ya 140,000, huku sehemu kubwa ya uzalishaji wake ikifanyika ndani ya nchi hiyo. Hali hiyo imeifanya Irani kuwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha silaha za gharama nafuu, lakini zenye uwezo wa kusababisha hasara kubwa kwa miundombinu ya kijeshi yenye thamani ya mabilioni ya dola. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa miongoni mwa wachambuzi wa usalama wa kimataifa kuhusu usawa wa gharama katika vita vya kisasa, ambapo silaha za bei nafuu kama droni zinaweza kuharibu mfumo ya ulinzi yenye thamani kubwa sana, na hivyo kubadilisha kwa kiasi kikubwa mbinu na mikakati ya kijeshi katika siku zijazo. Je, mtazamo wako ni upo hapo chini kulingana na vita ambayo inaendelea huko Mashariki ya Kati? Dondosha hapo chini, sema comment, tunakometisha sana. Mimi naitwa Mr. Baro, the Black Man, _the world, that's my name.